nafasi ya kuwepo wake. Leo ni siku ya Jumapili, lakini siku ambayo ni siku ya kukumbuka kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Leo ni ibada ambayo inaunganisha ratiba ya kusherehekea na kukumbuka habari za Yesu Kristo, kufa na kufufuka kwake. Na leo tunayo ratiba tofauti. Tunayo ratiba ya neno kwa ufupi, tutakuwa na ibada ya meza ya Bwana, na mwishoni kabisa tutaweka wakfu watoto wadogo ambao hawajaweka wakfu, lakini wakubwa ambao hawajaweka wakfu pia. Ikiwa kuna mtoto mkubwa ambaye hajaweka wakfu, anaweza kusogea mbele na mama yake au dada yake atasimama nyuma yake, wakati tukiomba kwa ajili ya watoto wadogo. Tutawapokea mikononi na kuwaombea. Lakini ni watangazia ratiba ya wazee wa zamu itakayoanza kesho tarehe 21 mwezi wa 4 hadi tarehe 4 mwezi wa 5. Tarehe 21 mwezi wa 4 hadi tarehe 4 mwezi wa 5 tutakuwa na wazee wa kanisa ambao ni hawa wafuatao: ndugu Jovinari, ndugu Tuli na ndugu Mamushua. Ndugu Jovinari, ndugu Tuli na ndugu Mamushua watafanya zamu zao chini ya mzee kiongozi. Lakini tutakuwa na mashemasi ambao hawa ni Akwilina, Mama Miri pamoja na Melkizedeki. Tutakuwa na mashemasi ambao ni ndugu Akwilina, Mama Miriam pamoja na Melkizedeki. Hawa watakuwa mashemasi wa zamu hiyo pamoja na hao wazee wa kanisa itakayoanza tarehe 21 kesho mpaka tarehe 20 mpaka tarehe 4 mwezi wa 5, mwezi ni kama siku 15. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tufungue kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo mpaka saa 6 kamili tuwe tunatoka hapa, ili watu waendelee na kusherehekea siku ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Kama tumeweza kusherehekea birthday zetu za kuzaliwa, basi zaidi kama tunaweza kusherehekea habari ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kama tunaweza kuvaa na kupendeza kwa siku za kuzaliwa kwetu, basi zaidi kama tunapendeza na kufurahi siku ya kukumbuka kufufuka kwa Kristo Yesu. Maana hapa ndipo hasa wokovu wetu ulitokea. Kama angezaliwa Yesu Kristo na akahubiri Injili, akakamatwa, akapigwa, akauawa na asifufuke, inawezekana tungekuwa hatuhubiri habari za wokovu kwa jina lake. Pengine angetokea mtu mwingine ambaye Injili ingehubiriwa kwa jina lake. Kwa hiyo msingi wa wokovu wetu hautokani tu na kuzaliwa, lakini unakamilishwa na kufufuka kwake. Msingi wa wokovu wetu unakamilishwa na kufufuka kwa Kristo Yesu. Na hapo ndipo maandiko yanasema kama alivyofufuka na kupaa kwenda mbinguni, ndivyo atakavyorudi tena kulichukua kanisa. Kwa hiyo tuna uhakika nguvu iliyomfufua Yesu katika wafu, tuna uhakika nguvu iliyompaisha Yesu kwenda mbinguni, tuna uhakika nguvu hiyo itamrudisha tena kulichukua kanisa. Tuna uhakika nguvu hiyo
italiandaa kanisa lisilo na taka wala kunyanzi wala mawaa. Mimi nasema anajiandalia kanisa lisilo na taka wala mawaa wala kunyanzi ili kwenda nalo mbinguni. Kitabu cha Mathayo sura ya 27. Mathayo sura ya 27. Mathayo sura ya 27 mstari wa 28 hadi 32. Mathayo 27:28 hadi 32. Neno la Mungu linasema, wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji ya miiba, wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, salamu, mfalme wa Wayahudi. Kisha wakamtemea mate, wakautwaa ule mwanzi, wakampiga kichwani. Walipokwisha kumdhihaki, wakalivua lile vazi, wakamvika mavazi yake, wakamchukua kumsulubisha. Hata walipokuwa wakitoka, wakamuona mtu Mkrene, jina lake Simoni. Huyu wakamshurutisha auchukue msalaba wake. Hebu rudia tena. Wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji ya miiba, wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, salamu, mfalme wa Wayahudi. Kisha wakamtemea mate, wakautwaa ule mwanzi, wakampiga kichwani. Walipokwisha kumdhihaki, wakalivua lile vazi, wakamvika mavazi yake, wakamchukua kumsulubisha. Hata walipokuwa wakitoka, wakamwona mtu Mkrene, jina lake Simoni. Huyu wakamshurutisha achukue msalaba wake. Hata walipokuwa wakitoka, wakamwona mtu Mkrene, jina lake Simoni. Huyu wakamshurutisha auchukue msalaba wake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ulibariki neno hili asubuhi ya leo, katikati ya mkutano huu likapata kuzaa matunda kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, hapa 30, pale 60 na kule 100, katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia maandiko haya ambayo yana uwiano kabisa na siku hii ya leo ya kukumbuka kufufuka kwa Yesu Kristo, kuteswa, kuuawa na kufufuka kwake. Wiki iliyopita majira kama haya, siku 3 nyuma, Yesu Kristo alikamatwa akiwa mlimani na wanafunzi wake, akiwa ameenda kuomba. Na Biblia inasema wakamkamata Yesu Kristo, wakampeleka kwa Pilato, na Pilato akamhukumu kuwa na hatia na kumfungulia Baraba mnyang'anyi, akamtia katika mikono ya watesaji ili wamtende kama walivyotaka. Sasa maandiko yanasema wakamkamata Yesu Kristo, wakamvua mavazi yake, wakamvika vazi jekundu, wakimaanisha huyu ni mfalme wa Wayahudi. Lakini lengo lao ilikuwa ni kudhihaki kwamba anajifanya ni mfalme wa Wayahudi. Wakamvika vazi jekundu kwa dhihaka, wakisema anajifanya yeye ni mfalme wa Wayahudi. Na maandiko yanasema
wakatengeneza taji ya miiba, wakamvika kwa mfano wa kumvika mfalme taji la maua. Yeye wakasokota taji la miiba wakamvika, na maandiko yanasema wakachukua mti au fimbo ya mwanzi wakampiga kichwani, ili miiba ile imchome kichwani mwake apate maumivu na damu zake zichuruzike, ili dhihaka yao ya kumdhihaki kwamba huyu aliyejifanya mfalme wa Wayahudi, taji yake, haki yake ni taji ya miiba, haki yake ni kupigwa kichwani, ili miiba ile imchome na damu zake zichuruzike na vazi hili lichafuke. Na maandiko yanasema wakamdhihaki, wakamtukana, wakamtemea mate. Wakisha kuyatenda hayo, wakamvua ile vazi jekundu, wakampeleka wamsulubishe. Kitabu kingine kinasema alipokuwa amekwisha kubeba ule msalaba, walipombebesha ule msalaba, kwa kadiri walivyoendelea kumpiga, akaanguka akishindwa kubeba. Wakamuinua, wakambebesha msalaba tena, wakampiga wakisema, unajifanya mvivu wewe. Akabeba msalaba ule, akaanguka mbele kidogo. Mara wakaona hawezi kubeba msalaba kabisa, lakini walikusudia ni lazima lengo lao la kumsulubisha juu ya msalaba litimie huko Golgotha. Wakamwona mtu mmoja anaitwa Simoni Mkirene, wakamsutisha kubeba msalaba ule, wakambebesha ule msalaba, na Yesu akatembea mbele yake. Na Biblia inasema walipofika eneo la kusulubisha, wakamtua msalaba yule Simoni Mkirene na kuusimika au kuusimamisha, kisha kumtundika Yesu Kristo katika msalaba ule hata alipokata roho. Sitaki kuzungumza sana juu ya habari ya Yesu Kristo kubeba msalaba, kwa kuwa hii ni habari ambayo tunaisema mara kwa mara, kwamba kwa kupigwa kwake sisi tulipona, na kwa kubeba msalaba kama ishara ya mtu aliyelaaniwa alizichukua laana zetu. Kuna vitu vya msingi ambavyo tunasema mara kwa mara, lazima uvijue. Mmoja anasema kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Aibu yake ilikuwa juu ya kichwa chake, ili azibebe aibu zetu. Alivuliwa nguo ili auone hali, aishi hali ya umaskini kwa masaa machache katika msalaba, ili watakaomwamini wahesabiwe kuwa wamefanikiwa, wahesabiwe kuwa matajiri, wasiokosa mavazi wala chakula, wasioomba mavazi wala chakula. Na Biblia inasema damu yake iliyomwagika msalabani ilikuwa dhamana yetu juu ya kutenda dhambi kwetu na kuwa wana wa Ibilisi, kuhakikisha kutudhamini kwa damu yake. Akatuondoa katika vifungo vya shetani, akatuondoa katika vifungo vya dhambi, akatutakasa kwa damu yake iliyomwagika msalabani. Biblia inasema akatuosha, na hivyo dhambi zetu zikafutwa, naye Mungu akazisahau kabisa, wala asizikumbuke tena.
Simoni Mkirene, wakamsutisha kubeba msalaba wa Kristo Yesu. Nataka kuzungumza hapo kwa dakika chache, maana kwingine tumepasema mara kwa mara juu ya kufa kwa Yesu Kristo na damu yake kututakasa, kutuhesabia haki, kutusafisha, kutuponya, kutunenea mema na kadha wa kadha. Leo nizungumze kipengele hiki tu juu ya Simoni Mkirene kubeba msalaba wa Yesu Kristo. Simoni Mkirene, mimi nasema akakubali, akaubeba msalaba wa Yesu. Maandiko yaonyeshe hata kama alilazimishwa. Biblia haionyeshi mahali popote ambapo alilaumu. Biblia haionyeshi mahali popote ambapo Simoni Mkirene aligundulika juu ya kubeba msalaba wa Yesu Kristo. Simoni Mkirene haionyeshi mahali popote ambapo anajutia baada ya hapo, baada ya kutoa msalaba, anajutia muda wake ulioharibika. Maana Simoni Mkirene inaonyesha hakuwa miongoni mwa watu waliokuwa wamemfuata Yesu Kristo, ama kuona atakaompata, ama kumsuluhisha, ama kumdhihaki. Hakuwa miongoni mwao. Alikuwa anapita njia ile aende zake. Hakuna mahali popote Biblia inaonyesha Simoni Mkirene alilaumu juu ya kupoteza muda wake ambao aliutumia kubeba msalaba wa Yesu Kristo. Hakuna mahali Biblia inaonyesha baada ya siku kadhaa au baada ya hapo Simoni Mkirene akijutia, kwa nini niliubeba msalaba ule usio wangu? Kwa nini nilipotezewa muda wangu? Lakini kubwa zaidi, Simoni Mkirene aliubeba msalaba wa mtu ambaye analaumiwa. Aliubeba msalaba wa mtu ambaye anadhihakiwa. Aliubeba msalaba wa mtu ambaye anatukanwa. Aliubeba msalaba wa mtu ambaye anatemewa mate. Aliubeba msalaba wa mtu ambaye anapigwa na kila mtu, na wakimwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, sema ni nani aliyekutemea mate. Ujue hii ingetosha kumfanya Simoni Mkirene aamini kwamba inawezekana kweli nimebeba msalaba wa mtu asiye na maana. Kama hata hawezi kujua ni nani anamtemea mate, kama hata hawezi kujua ni nani anamdhihaki, kama hata hawezi kutetea kwenye hali hii, je, mimi ninayebeba msalaba wake atanipa nini? Je, hata ataweza kunishukuru kwa maneno ya kinywa chake, kwa namna ambavyo nimeubeba mzigo usio wangu? Kama hawezi kuwajibu watu wanaomtemea mate, kama hawezi kuwakataza watu wanaompiga, kama hawezi kuwazuia watu wanaomdhihaki, je, huyu ana nguvu yoyote hata ya kushukuru japo kwa maneno kwa kubeba msalaba wake? Bila shaka Simoni alikuwa na haki ya kujiuliza hayo, lakini mimi nasema Simoni akaubeba msalaba, akanyamaza kimya, akaufikisha Golgotha, akautua, na mwenye msalaba akabeba msalaba wake tena. Ili litie neno linalosema aliangikwa msalabani, akachukua laana ya wale waliolaaniwa kabla ya kufa kwake. Kwa sababu ilikuwa ni torati ya Wayahudi, ilikuwa ni sheria ya Israeli. Mtu yeyote aliyelaaniwa, ishara yake, uthibitisho wake ulikuwa ni kuwekwa juu ya mti na kuuawa msalabani.
Na Maandiko yanasema alifanya hivyo ili aichukue laana yetu. Si sawa mtu yoyote kujiweka chini ya laana ya dhambi akiwa ameokoka. Si sawa mtu yoyote mwenyewe kujiweka chini ya laana ya ukoo au kabila au taifa au lugha. Haina sababu yoyote mtu aliyeamini kujiweka chini ya laana ya nchi na udongo, kwa kuwa damu yake ilimwagika juu ya nchi ikaziondoa dhambi katika nchi, na ikawaondoa watu katika laana au kizazi katika laana au dunia katika laana, na ikawatakasa wale watakaoamini makosa yao au dhambi zao. Lakini ukiwa unaamini hayo, sawa. Ukipita katika mlango wa kanisa utakuta tumeweka kibirika kidogo pale, kachovya mkono wao kwenye maji ya baraka, kufanya ishara ya msalaba ili maji yale yakutakase. Bwana Yesu. Ikiwa huamini hayo kwamba Yesu Kristo alichukua laana yako katika nchi, katika ardhi, katika udongo ambao kwao uliungwa, damu yake ikadondoka juu ya nchi, nawe ikatutakasa makosa yetu baada ya kumwamini yeye. Ikiwa uyaamini hayo, basi ni sawa tu ikifuata utaratibu wa makanisa au wa viongozi wa makanisa, kachovya mkono wao kwenye maji ya baraka na kujiwekea alama ya msalaba. Unajua hata haya maji ya sasa hivi yanayotengenezwa kwenye viwanda vya Salaam na yale ambao wanatudanganya kwamba wametoa Israeli, acha tu na hayo. Wewe ukiyakuta ndio pale mlangoni na pana mshumaa na mti wa uvumba, na kwa hiyo ukifika pale mlangoni utachonga vidole vyako kwenye birika dogo la maji, utafanya ishara ya msalaba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Yale maji yanatakasa. Hawa siku hizi wameenda kitaalamu zaidi, wamefanya ubunifu zaidi, wameona ya kuja kusubiria mlangoni ya watu watembelea kwa maduka yao. Bwana Yesu. Bwana sisi. Hiyo kama haitoshi, kama uamini kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako, basi ni sawa kuchukua miti ya mitende. Kwa sasa mitende hatuna, wanatumia miti ya michikichi, kuja nayo kanisani, ikabarikiwa na viongozi wa dini, ukaenda kuweka kwenye milima ya milango ya nyumba yako au ya hoteli yako, ikiwa imenyunyiziwa baraka, mpaka itakapokauka mwaka mmoja baadaye ukapata tabu nyingine tena. Hii ya vitambaa hii ya sasa hivi ya kitana zaidi na ubunifu ya kitana, lakini yenyewe halisi kabisa ni mitende. Majani ya mitende tunayasinika kwenye milango ya nyumba, kwenye mahoteli, kwenye mazizi ya ng'ombe, mpaka utakapopata jani lingine jipya, pasaka itakayokuja mwaka mwingine. Sasa wasiwezi kwa zote wataka kuona kuja majani na yanayokauka, achana, tengeneza vitambaa, tengeneza hizo wanavani, tengeneza na za kuvaa mkono, kwa bidhaa sivya majani yanachakaa. Lakini hiyo ilienda sambamba na kupaka majivu, ambao majivu haya yalipakwa kwenye kipaji cha uso na watu hawakuyaoga kabisa mpaka atakapoishia yenyewe. Kwa ukimaliza kuyapaka usiku paoga hapa mpaka atakapoishia yenyewe, yakaishia kwenye mwili wako, yakatengeneza upya wa maisha. Sasa wasiku wakaona hivi ya manani na haya majibu yote yana mafuta, tuwauzie kabisa mafuta waendelee majumbani mwao. Bwana Yesu.
Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na ilitengeneza nizamu ya kanisa. Wakati huo mtu yote hawezi kutembea kanisani wakati neno linasoma. Hata hawezi kukohoa. Hata uone mtu kukohoa ni nani kabisa unaruka na kupata. Hakuna cha mtoto wala mtoto. Lakini ilikuwa wakati huo ukifika eneo lolote lina kanisa lolote barabarani lazima uiname ufanye ishara ya msalaba. Hilo si kaisara. Popote unapokuta kanisa lazima uiname na ufanye ishara ya msalaba. Bwana Yesu. Amen. Mambo haya ile ni mwandishi ambaye nimemwalika hata kama amechelewa unaweza kumruhusu aendelee mwisho basi. Yule ni mwandishi wa habari waliogiza. Kwa hiyo tulikuwa tunasema mambo haya yalikuwepo. Ile yanatengenezwa kitaalamu zaidi ili kuwapata watu pia ambao wamesoma zaidi. Unajua mzee kiongozi mwanzo walikuwa wanaletea udongo kutoka Israeli na maji na mafuta ya mzeituni. Lakini sasa kesi kama kusafirisha udongo kwenye ndege utaleta kiasi gani? Unaleta kama kulingana na tumaji kidogo na tumoto za mzigo. Sasa kikafika mahali haiwezekani wakaona hii hapa. Leteni hata wa Mbeya. Hata udongo wa Mbeya uleteni unaweza kufanya kazi. Nunueni hata mafuta kwenye duka la mzee kiongozi. Na maji ya dasani. Sasa inaonekana mwanzoni ilikuwa lazima utumie maji ya Israeli. Sasa sheria za ndege unataka kusafirisha zaidi ya lita 20. Kuchota maji kwenye mto Yordani ndio mwanzoni ulikuwa unatuletea. Na udongo sasa usiku kusafirisha zaidi ya kilo 20. Sasa inaonekana bana hapa tujiongeze. Tutafute udongo hata wa Mbeya, hata wa Mrema. Mwingine alisema ili ya kusafirisha udongo kwenye roho. Kila mtu aje na wakwake. Wa Mrema aje na udongo wa Mrema, wa Kiaga aje na udongo wa Kiaga, wa Kagera Sugar aje na wa Kagera Sugar. Lakini udongo ni ule ule Biblia inasema. Na watu wote wameumbwa kutoka katika udongo. Unadhani wewe unaumba kwa udongo wa Kashara? Mpaka unapeleka wa Kashara. Bwana Yesu asifiwe. Mambo haya yalifanyika toka zamani, lakini Yesu Kristo alipokuja kwa kufa kwake msalabani, kwa kufa kwake msalabani alikomesha mambo haya kwa wale watakao kuamini baadaye, ili kila aaminie kwamba Yesu Kristo alikufa akafufuka ataokoka, na kifo chake msalabani kitakuwa kimeondoa laana yake ya nchi na laana yake ya ukoo, kabila na taifa, na dhambi zake zitafutwa kwa damu ya Yesu Kristo. Na akiamini kwa kupigwa kwake yeye atapona, na aibu yake itakuwa juu ya kichwa cha Yesu Kristo. Na maandiko yanasema, Biblia inasema kuanzia wakati huo yeye aaminie, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapata afya. Watanena kwa lugha mpya. Watashika nyoka, hata wakila kitu cha kuafisha hakitawazuru kabisa. Lakini leo nataka kuzingatia neno moja kwenye kitabu cha Mathayo 27 na mstari wa 32. Hata walipokuwa wakipita katika njia wakamwona Simoni Mkirene, wakambebesha msalaba wake, naye akaubeba msalaba. Nataka kukumbusha asubuhi ya leo, kuna mtu mmoja anaitwa Simoni Mkirene aliubeba msalaba wa Yesu katikati ya dhihaka, katikati ya kutukanwa, katikati ya kukataliwa, katikati ya kuaibika. Alichukua msalaba wake Yesu akaubeba kwenda
Golgotha. Hadi kumbusha siku ya leo kwamba mtu mmoja zaidi ya miaka 2000 iliyopita anaitwa Simon Mkeleme alibeba msalaba wa Yesu akiwa anatukanwa. Alibeba msalaba wa Yesu akiwa anadhihakiwa. Alibeba msalaba wa Yesu akiwa anatemewa mate. Alibeba msalaba wa Yesu akiwa anakataliwa. Leo tunaposherehekea Pasaka, tunaposherehekea kufufuka kwa Yesu Kristo, tunapokumbuka kwamba zaidi ya miaka 2000 iliyopita Yesu Kristo alikufa na siku ya tatu akafufuka. Je, tuko tayari kumbeba msalaba wa Yesu katika hali ya kudharauliwa? Tuko tayari kumbeba msalaba wa Yesu katika hali ya kuaibishwa? Je, tuko tayari kumbeba msalaba wa Yesu katika hali za kukataliwa? Simon Mkeleme alibeba msalaba wa Yesu wakati anatemewa mate. Simon Mkeleme alibeba msalaba wa Yesu wakati Yesu anadhihakiwa. Simon Mkeleme miaka 2000 iliyopita alibeba msalaba wa Yesu wakati Yesu Kristo anavikwa taji la miiba. Zaidi ya miaka 2000 iliyopita na Yesu aliyefufuka, aliyetuokoa, anayekaa ndani yetu. Je, leo tuko tayari kubeba msalaba wake? Tuko tayari kujikana tukaubeba msalaba wa Yesu? Katika agano hili jipya, agano hili bora, wakati huu mzuri wa kusherehekea kufufuka kwa Yesu Kristo, sio kufa kwake tu, kufufuka kwake. Je, tunaweza kuubeba msalaba wake rohoni, sio mwilini tena? Maana Simon Mkeleme aliubeba katika mwili, asiwadhaumu wanaomtukana, asiwadhaumu wanaomtendea mate, asimhukumu Yesu mwenyewe kwa kubebesha msalaba wake. Je, leo tuko tayari kubeba msalaba wa Yesu? Tusimhukumu kutubebesha msalaba wake. Tuko tayari leo, mzee kiongozi na mama mlezi na wazee wa kanisa, tuko tayari kubeba msalaba wa Yesu na kulijenga kanisa bila kunung'unika kwamba Yesu mwenyewe kwa nini asishuke na miujiza akajijengea kanisa mwenyewe? Mambo ya kanisa linaloitwa kwa jina lake. Yesu Kristo alikufa, akafufuka na yu hai, ametuokoa. Tuko tayari kubeba msalaba wa kufanya vitu kwa ajili yake, au tutamgoja Yesu ashuke aweke vigeo mwenyewe kule juu, au tutamgoja Yesu ashuke awape wahitaji chakula, au tutamgoja Yesu ashuke awape wajane mavazi, au tunamgoja Yesu ashuke kwa miujiza yake awape yatima mahitaji yao? Ni lazima tufikiri kama Simon Mkeleme alibeba msalaba wa Yesu katika mwili bila kujali Yesu Kristo anatukanwa, anadhihakiwa, anaambiwa kama una nguvu tambua anayekutukana, akaubeba msalaba wake. Imetupasa asubuhi ya leo, tunapokumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo, tunapokumbuka kufa kwa Yesu Kristo, tunapokumbuka kuteswa kwa Yesu Kristo, tunapokumbuka kufufuka kwake, tuwe tayari kubeba msalaba wa Yesu. Yesu hawezi kuja leo aende gerezani kuwatembelea wafungwa. Ni kazi yetu sisi kubeba msalaba wa Yesu tukawaone wafungwa gerezani. Yesu hawezi kutoka mbinguni leo aende kumpa chakula yatima. Ni kazi yetu leo
tuwatie moyo waliovunjika moyo kwa niaba ya Kristo, tuwafariji walio wenye huzuni kwa ajili ya Kristo. Hayo tunatende sisi kwa kubeba msalaba wake. Lakini niwakumbusha siku ya leo, tunaposherehekea kufufuka kwa Yesu Kristo, tuwe tayari kubeba msalaba na kuwasamehe wanaotudhihaki. Tuwe tayari kubeba msalaba wa Kristo. Alibeba msalaba wa Kristo Simon Mkelele wakati Yesu Kristo anadhihakiwa, anatukanwa, wala haikuwa kikwazo kwa Simon Mkelele kusema, mbona naubeba msalaba wa mtu anayetukanwa? Mbona naubeba msalaba wa mtu anayedharauliwa? Lakini Simon Mkelele akibeba msalaba wa Yesu Kristo aliwasamehe watu wanaomtukana Yesu na kuendelea mbele hata ufikishe msalaba Golgotha. Niwakumbusha siku ya leo, tunapobeba msalaba wa Kristo, tunapokuwa kufufuka kwa Yesu Kristo, tuwe tayari kubeba msalaba wa Yesu Kristo katika maisha yetu. Msalaba wa kusamehe wake zenu wanapowakosea, msalaba wa kuwasamehe waume zenu wanapowakosea, msalaba wa kusamehe watoto wenu wanapowakosea, msalaba wa kusamehe wazazi wenu wanapowakosea, msalaba wa mtu na rafiki yake kusameheana wanapokuwa wamekoseana, msalaba wa upendo, msalaba wa Yesu Kristo, kwa kuwa alikufa kwa kutupenda sisi, alimwaga damu yake msalabani kwa kutupenda sisi. Upendo wake juu yetu ulikuwa gharama ya nafsi yake ya kufa msalabani. Hebu tubebe msalaba wa Yesu Kristo leo kwa nia ya kuwapenda watu, kwa nia ya kuwaheshimu watu, kwa nia ya kuwathamini watu, kwa nia ya kuonyesha watu upendo wa Yesu Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili yetu. Maadamu sisi ametuokoa, maadamu kufa kwake tumeokolewa sisi, tubebe msalaba wa upendo wake, tuwapende watu. Tubebe msalaba wa msamaha wake, tuwasamehe watu makosa yao kwa kadiri wanatukosea. Tubebe msalaba wa Yesu, tuwape watu vitu kwa kadiri Mungu anavyotupa vitu. Wasio na mavazi tuwape mavazi yao, wasio na chakula tuwape sehemu ya chakula chetu. Litie neno hili ya kuwa tunakumbuka kufa kwa Yesu Kristo, ni lazima tubebe msalaba wake wa upendo. Tupendane sisi kwa sisi, tuwapende watu. Tubebe msalaba wa Yesu Kristo, tuwasamehe watu kwa kadiri wanatukosea katika maisha yetu. Tutangaze habari njema, tuwaambie watu wasife moyo, tuwaambie watu wasiogope. Yesu Kristo alifufuka zaidi ya miaka 2000 iliyopita, atawapigania, atawatetea. Tuwalinde wanaoonewa, tuwatetee wanaonyanyaswa na kutendewa vitendo vya ukatili. Tukiwaona, tukiwa karibu nao, hao tuwalinde, kwa sababu Yesu Kristo alikufa kwa ajili yetu na kwa ajili yao. Tukisha kuamini, tuchukue upendo wake juu ya watu wanaotuzunguka mahali na mahali. Mungu wa mbinguni awabariki, tuwatendea watu upendo kwa kubeba msalaba wa Kristo, tuwasamehe watu makosa yao kwa kubeba msalaba wa Kristo, tuwatendea watu mema kwa kubeba msalaba wa Kristo, tuwalinda wanaofanya ukatili ikiwa tunawaona na kuwajua. Hivyo ndivyo ambavyo imetupasa kuikumbuka siku ya kufa kwa Yesu Kristo kwa matendo na wala si kwa maneno. Mungu wa mbinguni awabariki kwa neno hili. Mungu wa mbinguni awabariki kwa neno hili. Wakati huu sasa tusimame na tusome maandiko machache kwa habari ya meza ya Bwana, halafu twende kwenye ibada hii
ya kushiriki meza ya Bwana. Mzee kiongozi, kitabu cha Mathayo sura 26:28. Nitasomea hapo kuambia sura. Wapendwa, tunapoingia katika ibada hii, ibada takatifu, ibada ya kushiriki meza ya Bwana, ni vizuri kusikia maneno haya machache. Ibada ya meza ya Bwana ni muhimu na ni mojawapo ya maagizo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ibada ya meza ya Bwana ni muhimu na ni mojawapo ya maagizo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ibada hii ni ibada takatifu sana, na hivyo basi imetupasa kuifanya kwa utaratibu mzuri. Meza ya Bwana au ushirika mtakatifu ni ukumbusho kwa waumini kuhusu kifo cha Yesu Kristo kwa ajili ya dhambi zetu au dhambi za wanadamu. Ibada hii pia itukumbushe kuwa Wakristo wote wanatakiwa kuwa na umoja katika Kristo Yesu, kwa kuwa kwa kutoa mwili wake ametufanya kuwa mwili mmoja. Wakati huu ni wakati ambapo Wakristo hujihoji. Moyoni mwao ikiwa wana haki ya kutangaza kifo cha Kristo kwa kula mwili wake na mauti yake kwa kunywa damu yake. Wakati huu ni wakati ambapo Wakristo hujihoji kwa kutangaza kifo chake kwa kula mwili wake na kutangaza mauti yake kwa kunywa damu yake. Hivyo basi ni vema ikiwapendeza watu wakashiriki meza ya Bwana, watu waliobatizwa na kuamini, lakini pia wenye uwezo wa kujihoji. Kwa sababu hizi si sawa watoto chini ya umri wa mwezi mmoja mpaka kabla ya mwezi cha 4, sina hakika uwezo wa kujihoji. Kwa hiyo wasishiriki ibada hii ya meza ya Bwana. Lakini watu wote walioamini na kubatizwa wenye uwezo wa kujihoji juu ya kutangaza mauti ya Bwana kwa kula mwili wake na kutangaza kifo chake kwa kunywa damu yake, wana haki ya kushiriki ibada hii takatifu. Kwa kuwa tunapo na kula mwili wa Kristo na kunywa damu yake, na hivyo kutangaza mauti yake katika maisha yetu na katika mwili wetu. Meza ya Bwana yatufundisha mambo yaliyo ya kiini na kiini cha imani yetu. Kwa hiyo ni vema kushiriki katika roho ya unyenyekevu na kumcha Mungu, tena kwa kujihoji ikiwa unafaa kushiriki meza hii. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 26:26 neno la Mungu linasema, nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki. Naomba wale ndugu zangu wanisaidie hapa, tukiwa tumesimama hivyo. Wale ndugu zangu waweza kunisaidia hapa, chukueni tray hizi. Halafu simameni hapa mbele mpaka nitakapowaambia cha kufanya. Some tena maandiko haya halafu tuendelee. Meza ya Bwana yatufundisha
kutufundisha mambo yaliyo ya kiini cha imani yetu. Kwa hiyo ni vyema kushiriki katika roho ya unyenyekevu na katika hali ya kumcha Mungu, kila mmoja wetu akijihoji ikiwa anafaa kuitangaza meza, kuitangaza mauti ya Bwana na kifo chake na kufufuka kwake, kwa kula mwili wake na kunywa damu yake katika mwili wake. Maana yake kila mtu ajihoji mwenyewe ikiwa anafaa, ikiwa ubatizo wake na imani yake vina uwezo wa kumwambia ajihoji na auone hali ya kumcha Mungu moyoni mwake, ndipo atangaze mauti ya Bwana kwa kula mwili wake na kunywa damu yake, kwa kula mwili wake na kunywa damu yake. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisome tena leo tafadhali. Mathayo 26:26. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate. Akabariki. Akaumega. Akawapa wanafunzi wake. Akasema, twaeni mle. Huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe. Akashukuru. Akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na kushukuru asubuhi ya leo watu hawa wa kike na wa kiume wenye uwezo wa kujihoji kwa kadiri ya kuamini kwao na kubatizwa kwao, wanapokwenda kushiriki ibada hii takatifu ya kula mwili wako na kunywa damu yako. Na hivyo litie neno lako Bwana ya kwamba wanatangaza mauti yako na kufufuka kwako, na hivyo uifufue miili yao iliyo katika hali ya kufa, na damu yako kwenda msalabani wasafishe kabisa makosa yao, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Wakati sasa naomba watu wamesimama, halafu watapita ndugu zetu hapa. Tutachukua mkate na kikombe cha divai. Usitumie mpaka tutakapokuambia tutumie. Nafikiri tupite kurahisisha wao wasije. Twende tuwafuate hapa. Baraka. Tunapokunywa damu yako asubuhi ya leo, tukikumbuka kufa kwako Bwana, damu ya Yesu Kristo mweka msalabani, ambayo tunaishiriki leo kwa kunywa, ikunenee mema, ikutakase makosa yako, ikusafishe dhambi zako, ikuhesabie haki, ikubariki, ikulinde na kutunza, ikuondoe katika mitego ya shetani. Mwili wa Yesu Kristo na ushiriki sasa kwa kula mkate, mwili huo na upate kuwa mwili wako na kuharibu kila namna ya ulepetevu mwili wako, kwa jina la Yesu Kristo. Mwili wa Yesu Kristo upate kutangaza uzima na afya njema. Wakati unapokula na kunywa mwili wa Yesu Kristo na kula damu, na kula mwili wake na kunywa damu yake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Unapokula, ukishakula mwili wa Yesu Kristo kwa imani asubuhi ya leo, kwa kupigwa kwake upate kuwa mzima, upate kuwa mzima. Aibu yako iwe aibu yake, kudharauliwa kwako kuwe juu ya kichwa chake mwenyewe, na aibu yako iwe aibu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo ambayo unainywa sasa, kwa kujua kufa kwake msalabani, damu yake iwe hivyo asubuhi ya leo kwa imani, ikunenee mema, ikunenee baraka, ikunenee afya njema, ikunenee kushinda na kustawi na kufanikiwa toka sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Na watu wote waseme amen. 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 Kwa kuweka wakfu watoto
ambao hawajaweka wakfu toka walipozaliwa. Tusimame na wazazi wa watoto watakuja nao hapa mbele, wakiwa wakubwa au wadogo, basi waje na wazazi wao hapa mbele ili tufanye ibada hii ya kuweka wakfu watoto waliozaliwa mbele za Bwana. Wale wazazi na watoto wasogee mbele wote wawili, kama wapo wawili na kwa vizuri wakija wote wawili na mtoto wao, na kijana kama mkubwa kidogo ambaye hajaweka wakfu wazazi wake aendelea atasimama nyuma yake, alafu tutaweka wakfu na hivyo tutamaliza ibada yetu leo. Kiongozi kufungue kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 21 na mstari wa hadi 22. Luka 2:21-22. Kama mkubwa pia sogea mbele, alafu simama nyuma yake ikiwa hajaweka wakfu toka alipopata. Haya, kisha tukishasoma maandiko haya tutageuka na kutazama madhabahuni. Wale wadogo tutawapokea mkononi mwangu wakati wanaombea, na wakubwa watasimama. Mathayo 27:28 hadi 32. Neno la Mungu linasema, wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji ya miiba, wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, salamu, mfalme wa Wayahudi. Kisha wakamtemea mate, wakautwaa ule mwanzi, wakampiga-piga kichwani. Walipokwisha kumdhihaki, wakalivua lile vazi, wakamvika mavazi yake, wakamchukua kumsulubisha. Hata walipokuwa wakitoka, wakamuona mtu Mkrene, jina lake Simoni. Huyu wakamshurutisha auchukue msalaba wake. Hebu rudia tena. Wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji ya miiba, wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, salamu, mfalme wa Wayahudi. Kisha wakamtemea mate, wakautwaa ule mwanzi, wakampiga-piga kichwani. Walipokwisha kumdhihaki, wakalivua lile vazi, wakamvika mavazi yake, wakamchukua kumsulubisha. Hata walipokuwa wakitoka, wakamwona mtu Mkrene, jina lake Simoni. Huyu wakamshurutisha achukue msalaba wake. Hata walipokuwa wakitoka, wakamwona mtu Mkrene, jina lake Simoni. Huyu wakamshurutisha auchukue msalaba wake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ulibariki neno hili asubuhi ya leo katikati ya mkutano huu, likapata kuzaa matunda kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, hapa 30, pale 60 na kule 100, katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia maandiko haya ambayo yana uwiano kabisa na siku hii ya leo ya kukumbuka kufufuka kwa Yesu Kristo, kuteswa, kuuawa na kufufuka kwake.